Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa baad. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka swala na salam zimwendee Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallama pamoja na ahli zake na masahaba wake na Waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya Kiyama, na kuhusieni ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa taala. Tunaendelea na kipindi chetu cha fiqhu salah, kukumbushana mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na ibada ya swala, na leo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakumbushana kuhusiana na kipengele cha salatu aljumaa, swala ya Ijumaa. Tutaeleza hukumu ya swala ya aljumaa na aljumaa, watu gani nitakiwa wakaswali Ijumaa, wengine wepi ambao hawaruhusiwi kwenda kuswali Ijumaa labda wakitaka wenyewe, na masharti ya swala ya Ijumaa, vile vile na swala ya Ijumaa namna inavyokuwa, na nafasi ya khutba mbili katika siku ya Ijumaa, na ili mtu awahi Ijumaa yatakiwa afanye nini na nini. Pia ikiwa muda utaturuhusu tutakumbushana kuhusiana na swala za sunna. Swala za sunna zimegawanyika katika sehemu ngapi, zipo aina ngapi za swala, ili tupate faida ndugu zangu katika imani. Tukianza na hukumu ya swala ya Aljumaa. Swala ya Aljumaa wanaeleza wanachuoni Allah subhanahu wa ta'ala warehemu na kuwahifadhi walio hai ya kwamba swala ya Aljumaa ni fardhul aini, kwa maana ni lazima. Swala ya Ijumaa ni lazima kwa kila Muislamu ambaye ni balighe, ambaye ni aqil, ambaye ni mustawtin. Kwa hiyo haya ni masharti manne ya swala ya Aljumaa, kwa maana yule mwenye kutekeleza swala ya Aljumaa atakiwa awe Muislamu. Ambaye si Muislamu haruhusiwi. Jambo la pili, awe ni balighe, ni lazima yule ambaye ni balighe aende kuswali Aljumaa. Tukisema balighe, mtoto mdogo haingii, sio lazima. Vile vile aqil, mwenye akili, mwenda wazimu haingii, na vile vile mustawtin, ambaye ni mwenyeji, kwa maana msafiri haingii, sio lazima kwake kutekeleza swala Aljumaa, lakini akienda kuswali swala yake ni sahihi. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'ani katika surati Aljumaa ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ah fas'au ila dhikri llahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Enyi Waislamu, pindi mtaposikia adhana ya siku ya Aljumaa, basi fanyeni haraka, nendeni mkaswali, acheni biashara zenu, fungeni maduka yenu, simamisheni mausafiri yenu, ili mkamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mkifanya hivyo ni kheri kwenu, ikiwa mnatambua, mnajua nafasi ya ibada katika hii dunia na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia na Mtume sallallahu alayhi wasallam alieleza ya kwamba la yantahiyanna aqwam, watu kama hawatokoma, watu kama hawatoacha tabia ya kuacha kuswali swala ya Aljumaa, basi Allah subhanahu wa ta'ala adhabu aliyoiandaa, subhanallah, ima Allah atapiga muhuri katika nyoyo zao. Baada ya kupiga muhuri, thumma la yakunanna min alghafilina, itafikia hatua sasa wanadamu baada ya muhuri wamekuwa katika kundi la wale walioghafilika. Hata usikie adhana, nyumba yako ipo jirani na msikiti, unasikia adhana ndio unakwenda kulala. Subhanallah, unasikia adhana ndio unatoka unakwenda kijiweni. Mtoto wa Kiislamu, nini tabia za kuacha Aljumaa? Aljumaa ya kwanza imekupita bila udhuru, Aljumaa ya pili imekupita bila udhuru, Aljumaa ya tatu imekupita bila udhuru, unapigwa muhuri katika moyo wako. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na atulinde kutokana na tabia kama hii. Hii ni hadithi ya Imamu Muslim rahimahullah. Wale ambao Aljumaa sio wajibu kwao, mwanamke
sio lazima aende kuswali Ijumaa, lakini akenda kheri kubwa zitapatikana, kheri nyingi zitapatikana, atasikia mawaidha. Vile vile mtoto mdogo kama tulivyotangulia, sio lazima yeye kuswali aljumaa. Vile vile msafiri sio lazima kwake kuswali aljumaa. Pia mgonjwa sio lazima kwake kuswali aljumaa kutokana na hali aliyokuwa nayo, lakini maradhi aliyokuwa nayo ikiwa hayampi uzito wa kuswali swala ya aljumaa msikitini kwa jamaa, sheria inamruhusu aende kufanya ibada kama kawaida. Ndugu zangu katika imani, swala ya aljumaa fadhila zake ni kubwa, na fadhila ya siku ya aljumaa yenyewe, kwa sababu ni moja katika masiku ya wiki, na siku ya aljumaa ndiyo siku bora katika masiku ya wiki nzima. Siku ya aljumaa ni bora kuliko Alhamisi, ni bora kuliko Jumatano, ni bora kuliko Jumanne, ni bora kuliko Jumatatu, ni bora kuliko Jumapili, ni bora kuliko Jumamosi. Ni sayyidul ayyam, ndiyo siku bora, ndiyo siku mama tukufu mbele ya Allah kuliko masiku mengine. Kwa nini? Kwa sababu siku ya aljumaa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna siku bora ambayo jua limechomoza ndani yake kuliko siku ya aljumaa, kwa sababu ndani ya siku ya aljumaa ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuumba Nabiullahi Adamu alaihi salam, na ndani ya siku ya aljumaa ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuingiza peponi Nabii Adamu alaihi salam, na ndani ya siku ya aljumaa ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimtoa peponi Nabii Adamu alaihi salam, na siku ya aljumaa ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakisimamisha qiyama. Kwa qiyama kitakuwa ni siku ya aljumaa. Kwa hiyo ni kutokana na ubora wa siku ya aljumaa. Hii ni hadithi ya Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala. Na katika hadithi ya Abu Huraira amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na ubora wa siku ya aljumaa, yule atakayeoga siku ya aljumaa na akavaa nguo nzuri na akajipaka manukato kama anayo na akenda msikitini mapema na wala hakuleta mchezo, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi ya siku 7, kwa maana ile aljuma hadi aljuma nyingine. Hapa katikati mwanadamu akifanya makosa, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe yale makosa. Na katika riwaya nyingine, wa ziyadatu 3 ayyam, na anaongezewa masiku 3, kwa maana mwanadamu anakuwa ndani ya ofa ya siku 10. Ukifanya makosa madogo madogo hapa katikati, malaika hawaandiki madhambi. Allahu akbar, kutokana na fadla na ubora wa siku ya aljumaa. Ndugu zangu katika imani, pia katika siku ya aljumaa mara nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswalisha, kama tunavyofahamu, swala ya aljumaa ni rakaa mbili, na zile rakaa mbili zinatanguliwa na khutba. Baada ya khutba ndio watu wanaswali. Alikuwa anatumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika rakaa ya kwanza anasoma alhamdu, baada ya alhamdu anasoma sabbihisma rabbikal a'la, na katika rakaa ya pili baada ya alhamdu alikuwa anapenda kusoma hal ataka hadithu alghashiya. Haya ni katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa anayatumia sana. Na vile vile siku ya aljumaa, ndugu zangu katika imani, kuna mambo ambayo wanaitwa wanachuoni masharti ya kusihi aljumaa. Ili aljumaa iwe sahihi, kuna masharti ambayo wameeleza wanachuoni. Miongoni mwa masharti hayo, sharti la kwanza ni muda, kwa maana yatakiwa aljumaa iswaliwe kwa wakati, kwa maana muda wa aljumaa ndio ule muda wa dhuhuri. Kwa maana sharti la kusihi aljumaa yatakiwa muda uwe umetimia. Na vile vile swala au sharti la kusihi swala ya aljumaa yatakiwa watu wawe wa kutosha. Hauwezi ukaswali peke yako Ijumaa. Hapana, hauwezi ukaswali peke yako Ijumaa. Kuanzia watu 2 na kuendelea ni katika masharti ya kusihi swala ya aljumaa.
Vile vile wanaelezwa wanachuoni katika sharti lingine la kuswihi aljumaa ni wawepo wenyeji, kwa maana msafiri kama tulivyotangulia kusema sio sharti yeye kwenda kuswali aljumaa, sio wajibu kwa sababu yeye ni msafiri, anaweza akaswalia hata nyumbani, yupo katika udhuru, au ameswali akiwa ndani ya safari yake. Kwa hiyo yatakiwa iwe ni wenyeji, wawepo wenyeji ndio yatakiwa waswali aljumaa, ni sharti ya kuswihi. Na vile vile katika masharti ya kuswihi swala ya aljumaa, sharti la 4, yatakiwa swala iwe imetanguliwa, swala ya aljumaa iwe imetanguliwa na khutba mbili, kwa maana watu wakiswali bila khutba mbili, swala hiyo itakuwa na mushkil mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na khutba ni wajibu, khutba mbili za aljuma ni wajibu, kwa maana imamu anatoa khutba ya kwanza. Baada ya khutba ya kwanza kuna kikao pale, kisha anasimama anasoma khutba ya pili. Ni wajibu kufanya hivyo, na bora khutba itolewe kwa lugha ya Kiarabu ikiwa wale waliopo msikitini wanasikia lugha ya Kiarabu, na ikiwa wapo ambao hawasikii Kiarabu, basi imamu yatakiwa achanganye, aseme ima ni aya, akimaliza kusoma aya aitafsiri kwa lugha za wale waliopo pale wasikie. Kama ni Kiswahili ni Kiswahili, kama ni Kifaransa atasema kwa Kifaransa, kama ni Kiingereza atasema kwa Kiingereza, na mfano wa lugha kama hizo. Kwa hiyo unakuta baadhi ya misikiti mwanzo hadi mwisho ni khutba kwa Kiarabu, wengi hawajui Kiarabu, kwa hiyo hawakupata faida yoyote katika khutba, na lengo ili watu wanufaike na maneno ya khatibu. Vile vile kuna mambo ambayo ni mukamilati wanaita, yani ya kukamilisha aljumaa, yani kuweka chumvi nini, kachumbali, ili aljumaa iwe imenoga. Katika hayo, katika khutba ya khatibu asikosi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu na kumtukuza. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, asisahau katika khutba yake kuleta shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Asighafilike khatibu na hiki kipengele. Pia jambo la tatu, kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ima katika khutba ya kwanza au katika khutba ya pili. Khatibu asisahau hilo. Pia khutba iwe imebeba usia, pawe na usia wa watu kuhusiwa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile katika khutba anaelezwa wanachuoni wa fiqhi, khatibu katika khutba ya kwanza na khutba ya pili asikosi kusoma aya ndani ya Qur'ani, na mwisho inakuwa ni mawaidha, kwa maana mtu akiulizwa baada ya swala, khatibu katoa mawaidha gani, ili upate la kumwambia ndugu yako au kumfikishia mke ikiwa hakwenda kuswali aljumaa msikitini. Vile vile ndugu zangu, kuna baadhi ya mambo ambayo yamekatazwa, mambo yamekatazwa kufanyika siku ya aljumaa. Miongoni mwa hayo ni kuongea. Haifai kuongea wakati imam yupo juu ya mimbar, khatibu yupo kwenye khutba, wewe unaongea. Hapana, aljumaa yako utakuwa umeiletea mchezo. Pia katika mambo ambayo hayafai siku ya aljumaa ni wale wenye tabia za kuchelewa. Anasimama mlangoni, anaangalia, nikisogea pale, nikimwambia huyu asogee kidogo na huyu asogee kidogo, mtapata nafasi. Wanaita qat'a riqabi nnas, unakatakata mashingo ya watu. Unaona mtu shingo analiweka hivi, mwingine anayefanya hivi. Hicho ni kitendo ambacho kimekatazwa wala hakifai, ndugu zangu katika imani, katika siku ya aljumaa. Na Muislamu ambaye amepitwa na raka ya kwanza na akamuwahi imam, akamkuta imam yupo kwenye rukuu, yeye atakuwa amewahi aljumaa. Lakini ukimkuta imam kisha inuka sami Allahu liman hamida kwenye raka ya pili, wewe aljuma imekupita, imamu utaungana naye kumalizia vile vipengele vilivyobaki.
Sasa imamu akitoa salamu, wewe utasimama, hautoswali rakaa mbili, utaswali rakaa 4, utaswali ya dhuhuri, kwa sababu aljuma imekupita. Na wengi tunakosea hapa, ndugu zangu katika imani. Utamwona mtu upo msikitini, unasikia vishindo, mtu anakimbia, anawahi, mwingine anawahi kwenye tahiyatu ya mwisho, imamu anatoa salamu alaikum warahmatullah, salamu alaikum warahmatullah, anainuka, anaswali rakaa 2, anatoa salamu. Sala yako ni batil, wewe haukuwahi aljuma, yatakiwa uswali rakaa 4, swali rakaa 4. Vile vile kuna adabu za siku ya aljuma, ndugu zangu katika imani. Kipengele cha kusoma surati al-Kahfi siku ya Aljumaa. Kuna kipengele cha kukithirisha kumswalia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Mtu asisahau kuoga, kuvaa nguo nzuri, kujipaka manukato. Haya ni katika mambo ambayo yanaruhusiwa, ndugu zangu katika imani. Pia msikitini, ile mimbari ya khatibu ya imam ni sunna iwe na ngazi 3, kama ilivyokuwa mimbari ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Na yule atakayeingia msikitini akamkuta imamu yupo anatoa khutba, basi atakiwa na yeye aswali rakaa 2, asikae kabla ya kuswali rakaa 2, anaswali rakaa 2 hafifu hafifu, kisha anasikiliza khutba. Na kuna wale ambao wanaingia msikitini wanaadhini. Wewe nakuta mtu amesimama anamsubiri muadhini amalize kuadhini, baada ya adhana ndio unaona mtu anaswali sasa rakaa 2 tahiyatul masjid. Hili ni kosa. Ukiingia msikitini siku ya Aljumaa na Bilali anatoa adhana, wewe fika unaswali, fika unaswali, kwa sababu zile ni rakaa za sunna na kusikiliza khutba ni wajibu. Kwa hiyo wajibu unatangulizwa kabla ya sunna. Kwa hiyo swali sunna, ukimaliza kuswali sunna na muadhini amemaliza kuadhini, tulia, sikiliza khutba. Haya ndugu zangu katika imani ni katika mambo ambayo yanahusiana na swala hii ya Aljumaa. Na khatibu kama khatibu au imam siku ya Ijumaa, wakati wa kuomba dua haruhusiwi kunyanyua mikono. Na wakati khatibu anaomba dua, sisi maamuma tusinyanyue mikono, tuitikie amin amin bila kunyanyua mikono. Kwa nakuta khatibu ananyanyua mikono na maamuma tunanyanyua mikono. Hili ni kosa ndugu zangu katika imani siku ya Aljumaa. Na khatibu akiomba dua siku ya Aljumaa anaruhusiwa kunyoosha kidole, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Unanyanyua nini? Unanyanyua kidole unakinyoosha, usinyanyue mikono. Wala sisi maamuma tusinyanyue mikono siku ya Aljumaa wakati khatibu anaomba dua. Na siku ya Aljumaa hakuna sunna ya kablia. Usiingie msikitini siku ya Ijumaa ukaswali kablia. Hapana, hakuna kablia siku ya Aljumaa, bali kuna wanaita ni sunnatul mutlaqa, yani ni sunna ambazo hazina idadi. Unaswali lillahi taala rakaa 2 salam 2 salam 2 salam hadi pindi atapopanda khatibu juu ya mimbari. Na Aljumaa ina baadia. Swala ya Aljumaa ina baadia, ndugu zangu katika imani, ima rakaa 2 au rakaa 4. Hizi njia zote mbili zimethibiti. Huu ulikuwa ni mukhtasari kuhusiana na swala ya Aljumaa na fadhila zake. Sasa kuna kipengele cha swala za sunna. Swala za sunna ni nyingi ndugu zangu katika imani. Nini maana ya swala za sunna? Ni zile swala za ziada. Sunna maana yake ni ziada, faradhi alafu sunna inakuwa ni ziada. Na ziada kwa maana hizi swala za sunna fadhila zake ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile sunna hizi zinakwenda kuzibaziba mapengo, nafasi, mianya ambayo imepatikana katika swala za faradhi. Swala za sunna zinaenda kujazia pale. Na iliyokuwa bora zaidi, swala za sunna ziswaliwe majumbani, ndugu zangu katika imani, ndiyo bora zaidi. Katika swala za sunna kuna sunna anaitwa sunanu rawatibi, ni sunna zile ambazo ni muakada. Muislamu ukiswali rakaa 10 kwa siku, kwa usiku na mchana, au rakaa 12, Allah subhanahu wa ta'ala anakujengea nyumba peponi, Rakaa 2 kabla ya alfajiri, rakaa 2 kabla ya alfajiri,
rakaa mbili kabla ya dhuhuri, rakaa mbili baada ya dhuhuri, rakaa mbili baada ya magharibi, rakaa mbili baada ya isha. Hizi zinakuwa ni rakaa 10 kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Au rakaa 12, rakaa mbili kabla ya alfajiri, rakaa 4 kabla ya dhuhuri, rakaa mbili baada ya dhuhuri, rakaa mbili baada ya magharibi, rakaa mbili baada ya isha. Hizi ni rakaa 12 ambazo ni sunani arrawatibe. Muislamu ukidum nazo, una uhakika kila siku unajengewa nyumba katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tujalie tudumu na hizo rakaa, ndugu zangu katika imani. Vile vile katika swala za sunna kuna swala ya witri. Kuna swala ya witri. Mwanzo wa swala ya witri ni rakaa 2, 2, 3, 5, 7, 9 hadi pale atapokujalia Allah subhanahu wa ta'ala kufikia. Zote ni katika swala za sunna. Pia katika na witri mwanzo wake ni baada ya isha. Swala ya witri mwanzo wake ni baada ya isha, ndugu zangu katika imani. Na mtu ameswali witri ima ni rakaa 1 au rakaa 3, akishatoa salamu katika rakaa ya mwisho, basi anasema subuhul qudus, subuhul qudus, subuhul qudus, rabbul malaikatu waruhu. Na mtu umemaliza kuswali witri na ukasema hayo maneno, kuna wale ambao wanafuta mikono, ni katika mambo ambayo hayafai. Na vile vile katika witri kuna kunuti kama tunavyofahamu, Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita, ikiwa ni wewe peke yako unaomba hiyo dua. Lakini ukiwa ni imamu umewaswalisha watu wengine, unaleta kwa dhamiri ya wingi, Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita, hadi mwisho wa dua. Na kwa wale ambao wamekusha zoea kuswali swala za usiku, kuswali witri, sasa amepitiwa akapitiliza na usingizi, akakumbuka asubuhi jana akuswali witri, unaruhusiwa kuiswali mchana. Ikiwa kawaida yako ni kuswali rakaa 1, basi mchana unaswali rakaa 2. Ikiwa kawaida yako ni kuswali rakaa 3 usiku, basi mchana unaswali rakaa 6. Ndivyo ilivyopokelewa ndugu zangu katika imani. Na wale ambao ni wapenzi wa sunna za kablia, sunna ile ya alfajiri ile ya kablia, ikikupita unaruhusiwa kuilipa. Unaruhusiwa kuilipa, na kuilipa kuna namna 2. Ima utailipa baada ya swala ya faradhi, au utailipa ile sunna baada ya jua kuchomoza. Pia katika swala za sunna kuna swala ya tarawih. Swala ya tarawih ambayo inapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuufikie mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa na siha iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo swala ya tarawih, ndugu zangu, ni katika swala za sunna. Katika swala za sunna, na fadhila zake ni kubwa. Yule atakayeswali swala ya tarawih hadi mwisho nyuma ya imamu, anapata thawabu sawasawa na mtu ambaye usiku mzima alikuwa anaswali. Allahu akbar, fadhila kubwa ndugu zangu katika imani. Allah, tuwe tunamlani sheitani. Mwezi wa Ramadhani umefunga, umeswali swala za tarawih zitushinde, na Ramadhani ikimalizika mtu anabaki anajuta, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo swala ya tarawih ni katika swala ambazo ni za sunna. Vile vile katika swala za sunna kuna swala ya duha. Swala ya duha pia ni katika swala za sunna. Mwanzo wake ni rakaa 2, rakaa 2, rakaa 4, rakaa 6, rakaa 8 mpaka rakaa 12. Mtu anaruhusiwa kuswali, na fadhila zake ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia kuna tahiyatul masjidi. Mtu umeingia msikitini, kabla ya kukaa unaswali tahiyatul masjidi. Pia katika swala za sunna kuna swala istikhara. Una matatizo, unataka kuoa, unamtaka Allah subhanahu wa ta'ala ushauri, kuna biashara fulani unataka kuifanya, mtaki Allah subhanahu wa ta'ala ushauri, swali rakaa 2. Baada ya kumaliza kuswali rakaa 2, omba dua kama ilivyothibiti katika hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu warda. Unamwomba Allah ushauri, Allah, ikiwa hii biashara ina kheri na mimi, basi nifanyie wepesi. Allah, ikiwa huyu mwanamke naitaraji kumwoa atakuwa na kheri na mimi, Allah nifanyie wepesi. Ukiona kuna uzito,
ujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuonyesha. Lakini ukiona mambo ni mepesi, basi ujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekukubalia dua yako. Kuna rakaa mbili za baada ya udhu pia zinaruhusiwa, ndugu zangu katika imani, katika upande wa sheria. Huu ulikuwa ni ukumbusho kidogo kuhusiana na aina mbalimbali za swala za sunna. Kwa haya machache, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tudumishe katika ibada, na Allah tujalie tuwe tunaziswali hizi sunna kila mmoja wetu kadri ya uwezo wake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe madhambi yetu, Allah tuonyeshe haki tuifuate na tuonyeshe batili tuiache. Kwa haya machache ninasema subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala almursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.